Shangazi, mbona hadi sasa hivi kaka Nilo hajarudi nyumbani? Shangazi, nimechelewa kuleta taarifa. Nimemkuta kule Nilo ameganda, sijui amekufa au la. Nakuja. Nakuja. Mwana kulitafuta, mwana kulipata. Acha ulimwengu mnyoshi na atanyoka bado. Lakini shangazi, yule ni mtoto wa marehemu kaka yako jamani. Yaani mpaka sasa hivi mimi sio shangazi yake. Mimi ni mtu baki kwake. Sanda, usitie neno. Tulia kama unanyolewa. Hili niachie mimi. Kwa hiyo shangazi, umekataa kabisa kwenda kumsaidia Nilo? Hivi wewe Yusra, mbona unanitafuta la rohoni? Mbona kimbelembele sana kwenye mambo ya watu? Naomba toka. Toka na usikanyege tena hapa mbwa mkubwa wewe mwanaharamu. Usietulia kwako kazi kufuatilia mambo ya watu. Kwenda! Yala kuhusu. Au namtaka wewe Nilo kisa katoka mjini? Muone komwe lake. Kuharibiana tu siku hapa. Nini na wewe? Yusra. Nilikuwa naomba unipeleke alipo kwa Kanilo. Sawa. Hii kali ya mwaka jamani. Leo napotea kwa kina Nilo. Toka jana mpaka leo sioni nyumba ya kina Nilo. Au nimekanyaga mdudu. Ngoja nijaribu tena. Kiukweli hata mimi binafsi namuogopa sana mama yako, kwa sababu mama yako sio mtu mzuri hata kidogo, na kama usipokuwa makini ukafanya masiara, kuna hatihati ukaja kumpoteza mkeo huku unamuona, na hiyo haitakuwa hasara kwako peke yako, kwa sababu hata mimi nitakuwa nimepoteza mtoto wangu. Baba yangu, tafadhali, na ndio maana nipo hapa kwa wakati huu. Naomba msaada wako baba yangu, nisaidie. Mimi binafsi natamani kukusaidia kwa hali na mali, lakini kwa hili liko nje ya uwezo wangu. Ila angalau kuna faraja moja. Yuko mtu mmoja tu ndio anayeweza kuwa msaada kwenye hili. Yaani huyo ndio mtetezi wa wanyonge,
ndio anayewapigania watu wanaoonewa. Huyo anaitwa Mzee Tanu. Shikamoo mama. Marahaba, umeamkaje? Kunywa dawa. Kwenye ukoo wetu, mwanamke yoyote yule mjamzito akikaribia kufikia ukingoni, huwa anatakiwa atumie dawa. Japokuwa ni chungu, lakini jikaze. Baba, nawezaje sasa kumpata huyo mtu? Nahitaji nionane naye ili niweze kumwokoa mke wangu. Unaweza ukanipeleka basi? Sasa hapo ndipo kwenye mtihani mwingine kijana. Yaani changamoto iliyopo kuhusu huyu mzee, hana makazi maalum. Yaani si kwamba tuseme nitakushika mkono nikwambie twende sehemu fulani tutamkuta, la hasha. Yaani ni mtu ambaye sijui ametoka katika anga gani. Sielewi yule mzee kiukweli. Yaani sijui ni jitu la kale. Wakati mwingine naweza kusema sijui ndo mfano wa wale lamba watu wanaotoa wachawi. Yaani yupo katika hali ambayo nashindwa kumuelezea, lakini nina ushuhuda na nina uthibitisho kwamba anasaidia watu waliokuwa katika majanga, likiwepo hili la kwako analiweza. Basi sawa. Mimi najua kwamba wewe ni mtu mzima. Na siku zote mtu mzima dawa. Na jungu kuu aliwezi likakosa ukoko. Basi jaribu kunipa mbinu mimi mwanao, ili mradi nijue namsaidiaje Suzi. Nampenda sana binti yako. Sasa kijana wangu, mimi nafahamu vizuri kwamba hapo ulipo una msongo wa mawazo. Nafahamu kabisa umechanganyikiwa. Lakini basi ifike kipindi mtu anapozungumza uwe unamuelewa. Hebu rejea katika mazungumzo yangu ya awali. Nimekwambia huyu mzee hana makazi maalum. Kwa ukiendelea kunisisitiza mimi nikupe mbinu, nitakupa mbinu gani kijana? Yaani huyu wewe tuombe tu, unaweza hata kukuta umekutana naye hata barabarani. Lakini hakuna kusema kuna mbinu au kuna namna nyingine yoyote, hakuna. Pole mwanangu, jikaze. Mama, jikaze. Mama, tumbo linaniuma. Mbona lile sanamu alipo?
Siko nimesimama kama mna. Hebu tuliangalie. Kile nini? Kumbe lipo bwana, limeanguka tu. Sasa wewe kinachokufurahisha hapo ni nini? Inatakiwa tujiulize, ili sanamu limeangukaje pale? Inawezekana upepo wa kisulisuli tu umempitia ndo umemwangusha. Huenda akawa labda alikuwa anataka acheze ile style ya siku hizi ya vijana wanaitana ni ile malume. Inawezekana maana ile inavunja watu miguu. Ndo huenda ndo kaipiga hiyo akaanguka. Shobo zimemponza za mambo ya dunia wakati yeye yupo katikati ya hela na duniani. Kwanza nihakikishe. Wewe Yusra, wewe una nini? Wewe hai Msomali. Hai haitiki. Hai baby, si hai, naomba tabasamu pale ninapokupa hai. Wewe bado kaganda. Bado. Familia, sisi tunaondoka. Malume hapa Msomali. Sema kwa hili tukio ambalo tumelifanya ndugu yangu, tunastahili tuzo tuwe na MVP. Na hapa mpaka bungeni tunaenda. Na sisi tukienda bungeni tukipata fursa tu tuna posti kwa siku mpaka posti 10, tofauti na ule mwamba Rio Ferdinand. Hiyo umesema wewe. Connection zote sisi tuna posti. Hapo inakuwa mambo ya kina ndio wale yule dada wa Marekani Mange. Sisi so connection, sisi tuna posti habari. Hapo nimepoyanga. Niache show. Kwa hiyo familia, sisi tunaondoka. Wale. Bye. 1, 2, 3. Tunaondoka. Vipi mzee? Mbona unanibambia unasogelea kabisa kalio hivi? Kujisahau tu familia. Si unajua tena si wengine muda mrefu. Kwa kuwa muda mrefu kalio langu ndo linakuchanganya mshepu, si ndio? Sijasema hivyo lakini. Wewe ndio umesema hivyo. Akili tu ina lose control kidogo. Ila niko sawa. Tuendelee na safari. Tangulia. Tangulia mbele. Umesusa? Yaani wewe tangulia, sijasusa. Ila hujamind. Hakumind, sijamind, tangulia. Haya. Naona mimi nipige tunaondoka. Mama! Suzy! 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 Oh, Suzy! Suzy! Jamani, msaada! Msaada! Msaada, Suzy! Suzy! Msaada, mke wangu! Suzy! Funga!
Mbona narudi hapa hapa jamani? Hiki kichwa kimekuwaje leo lakini? Nimechoka sasa. Nimenyosha mikono. Unatoka wapi? Uko kwa rafiki yangu. Mbona hauna uhakika na majibu yako? Sanda, yule aliokuwa umeongozana naye akifariki ndio utajua umuhimu wa wewe kuwa mkweli kwa shangazi yako. Shangazi amejuaje hili? Mbona ameanza kuniogopesha? Hapakuwa na mtu pale. Hapa kuna kitu, sio bure. Naona unawaza. Uko sahihi sana kwa unachokiwaza, tena kwa 100%. Mkunga, kila kitu tayari. Chukua vitu vyako twende. Ngoja niingie ndani na kuja. Kuna mjinga kanizidi hesabu kidogo tu. Mapambano ya kuwania kiti cha uchawi ni mazito sana. Nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, kumtibu nakuja. Nakuja mama, nakuja mama, kumtibu